Kwanza kabisa tuzungumzie hii bonanza, mechi ya kirafiki kati ya Engineer Team pamoja na timu ya waandishi wa habari. Unaizungumziaje kwanza? Hii kitu ambacho waandishi wa habari hamkugundua. Engineer anaga jambo jepesi hata kidogo. Unapomwambia kwamba leo bwana ana mechi, anatakiwa acheze yeye, atengeneze timu yake, achukui wavunja kuni. Kwa hiyo wenyewe waandishi wa habari leo wameingia mtenge. Matokeo yake Pablo Almasa anakuja kumkaba Paul Maona. Pale katikati kuna Shuaboy anatakiwa kabane na nani huyo Isaya Dede Sichumvia mawe. Namuona ndugu yangu Zuberi kashindwa kabisa kutamba pale katikati. Malcolm Zumbe apelekewa moto na ya zaidi mwenyewe katapika nyongo. Mmemtoa, mnamuona kila siku anamwachia Engineer kufunga. Engineer anaga mechi nyepesi. Kwa hiyo nimeona kawatengenezea booster zito, kawapelekea moto goli 5, haikuwa rahisi. Hata hivyo wamejitahidi sana kupata goli. Yaani leo waandishi wamepata goli ni kitu ambacho hata timu ile haikutegemewa. Waandishi wa habari kama wanaweza kupata hata goli moja. Kongole sana kwake Juma hayo. Juma na ndio tatizo lilipoanzia. Mlipofunga goli tu ikabidi wale jamaa waje atafute za kwao nyingi za kutosha punguze dharau. Lakini Juma hayo ana kiwango, anaonyesha uwezo mzuri. Ila na tatizo, yani wachambuzi wengi wa mpira wako kwenye idara yenu ya waandishi wa habari. Hawajui boli. Yaani unakuta mtu ni mchambuzi, si kina Magunga sijui au kina Shrafu mali kukontoa hawawezi. Na anakaa kila siku kusema watu kwenye mpira. Sasa mimi nilichokiona sisi mashabiki wa Yanga ulikaa Morocco masaa 7 viewers sawa na kupewa hoteli na ukarudi na mavi yako na ile begi lote lile bana ile nguo bwana uongo zambi. Mimi hotelini nimefika na nimekaa hotelini na nimeoga nikabadilisha nguo vizuri, ila tu kuna baadhi kina kisugu kupata hoteli kulingana mazingira mfuko wake, kwa sababu pale uko lazima utumie mfuko wako. Umeenda kutumikia taifa, tumia lako. Hapa Bongo hapa nilikuwa namsema nani wakina Shrafu kina Rafaeli hawajui mpira, yani wanachambuaje mpira hapo, mpira wa uwezi. Yani hapo sasa mimi ndo nashangaa, yani unamkuta mchambuzi anakaa redioni anachambua anasema pale alifanya makosa. Wamemlaumu juzi kijana wa under 17 yule nani yule steka wetu yule dogo wa under 17 Lukman. Kwamba Lukman pale takiwa atoe pasi. Leo hapa nawaangalia waliokuwa wanasema pale atakiwa atoe pasi, yeye kuitoa pasi akashindwa. Jumayo mimi sina tatizo naye. Jumayo alikuwa kwenye top performance. Hii ni sasa na nyinyi mnaisema Iriza alafu hamna. Sasa kwenye Iriza hapo ni moja kati ya mjadala wa hovyo unaojadiliwa kwenye mpira wetu. Sijui kwa sababu hatuna vya kujadili, lakini mimi kwangu sioni kama lile gari linaweza likawa lina mjadala kwenye mpira kuliko mpira wenyewe. Yaani mpira una mengi ya kuzungumza. Kwamba kwa mfano tu ile performance ya wale watoto wa under 17, mimi nadhani ulipaswa kuwa mjadala mkubwa kuliko Iriza. Kwa sababu Iriza anayo Azam. Si wao wengine hawana Iriza. Wao wana Iriza. Sio Iriza. Iriza anayo Azam FC. Na anayo huu mwaka wa 5 si wa 4. Lakini mpaka leo bwana Mlo yuko nyuma. Hawa rafiki. Azam anao mwaka wa 4. Lakini mpaka leo hii niambieni faida ya Azam kuwa na lile basi kwenye ligi yetu. Si mwaka wa 4 analo basi ambalo aliwezi kupeleka wachezaji hata Dodoma na kwa mimi nalionaga linasafiri na mashabiki. Mimi naliona aliwahi kupandisha wachezaji hapa na Mbeya. Wachezaji wanapanda ndege basi watakuwa walitumia, lakini kiuhalisia lilitakiwa limekuja labda lina solve baada ya mambo kwamba bwana yale matumizi ya kupanda ndege, kwa sababu tuna ndege ya alizini, basi wachezaji watakuwa wachoki, wao wanalitumia. Lakini Azam analo ni mfano bora kwamba Azam analo na matumizi yake ni kutoka nalo Chamazi kuja KMC ambako au kwenda nalo airport, ndio matumizi yake. Saa nyingine linakaaga mwezi mzima alitoke kwenda kokote, kwa sababu saa nyingine mwezi kama sasa hivi hatujacheza mwezi mzima, basi lipo tu. Kwa hiyo Godi Yanga unazungumzia katika mjadala wa Iriza, yani ni kusema kwamba kuwa na Iriza pasipokuwa na makombe haina maana. Yani haina maana. Mimi nakwambia waulize mashabiki wa Azam sasa hivi, si wana Iriza, waulize Iriza na NBC Premier League
kipi bora. Yani Yanga anachukua NBC mpaka sasa mwaka wa 4, huyu anaenda wa 5. Nakuwa nairiza. Yani nakuwa nairiza kipi bora. Sisi tunatata, lakini ndo mabingwa wa nchi. Tunatata. Azamu anairiza. Simba na Eliza. Sisi tunatata. Lakini wenye tata ndo wamedominate soka la Tanzania. Tunawafunga Simba mara 6 mfululizo. Wao wapo tu wanaagiza magari. Si tuko kwenye mashindano ya magari. Hayo mambo mashindano ya magari yana michezo yake. Kwenye mashindano ya magari huyu atatafuta sijui Toyota au atatafuta sijui nini. Sisi kazi yetu ni kucheza mpira, tushindane kuleta quality. Yani hicho ndo ninachoamini. Yani engineer asije akakaa saa hizi kichwani kwake akaanza kuwaza kwamba kwa sababu wale wameleta ile Eliza na sisi tulete gari lingine kali zaidi. Sisi kazi yetu tuletewe quality, na ndio maana nasema yule Jairuti sawa, akitaka kuacha heshima ndani ile klabu yao, kwa mfano tu angeenda pale akabomoa hata majengo yote Kariakoo, kwenye ile foleni yote ya majengo mpaka ile jengo la Kamkumbe la Madunduka lililopo, majengo yote yameangushwa. Au nyewe mwende mjini, lilobaki ni jengo lao tu ndio la zamani, haliwezi kushushwa. Walipaswa kulishusha lile jengo kwanza, wajenge pale jengo lingine. Yani klabu unaona, sisi kaja kiongozi kaona jengo lile pale akaweka ofisi Salamanda, wananchi tukawa tunapata tabu kwenda Salamanda, karekebisha jengo, watu wana ofisi zao makao makuu wanaenjoy. Legacy ya kwanza. Ya pili kaleta quality, kaleta kina Aziziki, kaleta kina Pakome, tunakuwa mabingwa kila wakati, tunamfunga Simba kila siku, tunaenjoy. Sasa utatufananisha sisi na kuletewa Eliza, sio Eliza haiwezi kuwa. Godi, tutumalize kwa sekunde 30 au dakika moja. Priska tunaona amefika uwanjani, sio Priska Kishamba, anaitwa Priska Yanga. Ameenda pale katika uwanja wa Yanga na kutoa ripoti kuhusiana na uwanja. Ripoti hii unaizungumziaje? Ripoti yake kwanza ilikuwa ripoti ya hovyo, kwa sababu kama mjadala ulishajadiliwa, tumepewa miezi 18. Yule ni mtoto wa kike, kakosa subira. Lakini kwa mwandamizi yoyote mkishakubaliana, makubaliano ni kwamba miezi 18 mpaka 24. Sisi tunasubiri 18 mpaka 24 tuone nini kimefanyika. Sio, umenielewa? Usiwe kama mtu wa Simba ambaye aliahidiwa kadi ya wanachama mwezi wa 4 tarehe 24, kadi zitaanza kutoka huu mwezi wa 6, kadi hazijatoka. Bado unaweza ukamhukumu mtu kwamba bwana, tulikubaliana mpaka tarehe fulani, lakini tarehe haijafika, mwezi haujafika, unatogea ripoti ya miezi 2, unasema umekuta pale takataka. Yani yule ni kama ameteleza katika, ameteleza. Shukrani sana, ameteleza.